crying out ikilia and asking, na ikauliza, Saul, Saul, Sauli, Sauli, why have you persecuted me? mbona wewe unanihukumu? He was down Yeye alikuwa chini with scholarly documents. akiwa na makaratasi ya usomi. Saul, Saul, Sauli, Sauli, why have you persecuted me? mbona unanitesa? He was on the ground Alikuwa kwenye sakafu with his sword. akiwa na upanga wake. Saul, Saul, Sauli, Sauli, why have you persecuted me? mbona unanitesa? He was on the ground Alikuwa chini together with his horse. pamoja na farasi wake. Oh, hallelujah. Haleluya. And he was able to ask, Aliweza kuuliza, who are you, Lord, wewe ni nani Bwana that has made me to fall ambaye down? umenifanya nianguke There chini? is only one power Kuna tu nguvu moja which I have submitted to you, ambaye tumekuletea leo, that there is a name, ya kwamba kuna jina. the name Jesus. Jina ni Kristo. It is highly lifted up. Limeinuliwa juu. It is highly exalted. Limeinuliwa zaidi. That at the name of Jesus, Jina la Yesu, every demon in hell kila pepo kuzimu must bow down. lazima liname. At the name of Jesus, Jina la Yesu, every generational curse kila laana ya must bow kizazi down unto it. lazima iname At chini. the name of Jesus, Jina la Yesu, every spirit of lack kila must roho ya bow kutokuwa down unto nayo him. lazima iname At the chini. name of Kwa jina Jesus, la Yesu, every spirit of joblessness kila roho ya kutokuwa na kazi must bow down. lazima iname At chini. the name of Kwa Jesus. jina la Yesu. Oh, hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. While Paul was still down there, Wakati Sauli alikuwa chini, the voice spoke, sauti ilisema, said, I'm Jesus, alisema ni mimi ni Yesu whom you are persecuting. ambaye unatesa. And he said, Akasema, rise up inuka and go to the city. na uende mjini, You shall find a man utapata mtu who shall lay his hands on you. ambaye atawekelea mkono wake juu yako. I have heard and met people Nimesikia na kupatana na watu who are afraid of the true men of God laying their hands on them. wale ambao wanaogopa watu wa Mungu wa kweli kuweka mikono juu yao. Jesus instructed Saul, Yesu aliweza kumpatia Sauli go maneno, to the city. enda pale mjini, You shall find a man, utapata mtu, a man of God, mtu wa Mungu, anointed of the Spirit of God. amepakwa mafuta na roho ya He shall Mungu. lay his hands on you. Ataweka mkono wake juu yako. Hallelujah. Haleluya. And when Saul managed to wake up, Wakati Sauli alifaulu kusimama, tried to open his eyes, alijaribu kufungua macho, he realized he was blind. akagundua yeye ni kipofu. Hallelujah. Haleluya. That is the kind of a God we are serving. Huyo ndio aina wa Mungu tunatumikia. When he speaks, Anaponena you must fall down. lazima uanguke That is chini. why I told you, Ndio sababu nilikwambia your beauty that you possess today, ule urembo uko nao kwa siku ya one leo, day it shall come to naught. siku moja itakuja The kuisha. power you wield today in Nguvu life ambayo uko nayo shall come to pass. itakuja kupita, But there is only one name lakini kuna jina moja that will have authority. ambalo litakuwa na mamlaka. Oh, hallelujah. Haleluya. I see in the book of Revelation, Tunaona katika kitabu cha John Ufunuo, writing and saying, Paulo anaandika akisema, and I saw the book na nikaona kitabu, that all the names were written, majina ilikuwa imeandikwa, that book of life. kitabu cha uzima. I saw the names written. Niliona majina yameandikwa In that book, katika kitabu hicho. it is only the names Ni majina tu of those that have been spiritually appointed ya wale walioitwa kiroho. that shall appear. Hiyo itaonekana pale. In other words, Kwa maneno it mengine, is strictly men and women hiyo ni wake na waume, who have served the Lord wale ambao wanatumikia Mungu with the fear na uoga and trembling na kutetemeka at the name of the Lord. kwa jina la Bwana. Their names Jina yao shall be found yatapatikana in the book of life. ndani ya kitabu cha uzima. Today I'm preaching to living souls. Leo ninahubiria Today mioyo, I'm preaching to beloved daughters and sons of Jehovah. ninahubiria mioyo ya ndugu na dada ambao ni wa Mungu. Desire Shaukia to be appointed kukuwa, kuchaguliwa spiritually kiroho unto God. kwa Bwana. You must be willing Lazima ushaukie to die. kukufa. Hallelujah. Haleluya. To sin. Kwa dhambi. God has helped me for a few years. Mungu amemsaidia kwa miaka michache. I have seen old men and women who are witches in our village. Ameona wazee na waume waliozeeka na ni wachawi. And I know I am live Na tunajua tuko on kwenye Revival TV.
Na katika I will not mention their names. Na usitaje majina yao. But I was born in that village. Lakini alizaliwa katika kijiji kile. I saw men, old men and women. Aliona wazee kabisa na who bewitched the people's children. Wale walioroga watoto wa wengine. And they used to wield a lot of power. Na walikuwa na nguvu nyingi zaidi. They used to say when he shows you his staff, walikuwa nasema akikuonyesha fimbo yake, you will not reach tomorrow. Wewe kesho haufiki. I have watched them. Amewaona. Their homes being desperate. Maboma yao yakiwa hayana kitu, yakiwa utupu. Their sons being desolate. Watoto wao wakitoroka nyumbani. I have seen their daughters marrying and remarrying and still come back. Ameona mabindi zao wakioleka mara nyingi na bado wanarejea. And I have seen them finally die. Na ameona mwishowe wakifariki. And people still fight over their coffin. Na watu bado wanapigania kwa majeneza zao. Oh, hallelujah. Hallelujah. They die very desperate death. Wanakufa kifo ambacho ni kibaya. Because they chose to lead an evil life. Kwa sababu walichagua kuishi maisha ya uovu. Church, I beseech you. Kanisa na wasihi. By the mercies of God. Kwa rehema za Mungu. Choose the spiritual appointment. Chagua mwito wa kiroho. And die to self. Na ujifilie mwenyewe. Hallelujah. Hallelujah. It pays to die to self. Inalipa kujikufia mwenyewe. Amen. Amina. Some believers in church history, waamini wengine katika historia ya kanisa, they had to literally die, lazima wangekufa tu rasmi, because of their faith, kwa sababu ya imani yao. And Jesus prepared his disciples, Yesu aliandaa wanafunzi wake, for this possibility. Kwa hii uwezekano. Sometimes when you uphold the true doctrine, wakati mwingine unaposhikilia imani ya kweli, when you hold to the true vision of the church, wakati unaposhikilia maono kamili ya kanisa, to develop a revived community of believers, kuweza kukuza jamii ambayo ni waumini wa full of the Holy Ghost, wale waliojazwa na Roho Mtakatifu, worshiping God in truth, wakiabudu Mungu katika roho and spirit, na katika ukweli, and living a holy life, na kuishi maisha matakatifu. Sometimes wakati mwingine it may force you, inaweza kulazimisha, to pay with your life, kulipa gharama na maisha yako. Hallelujah. Hallelujah. On 11th of this month I went to a high level meeting. Tarehe 11 mwezi huu alienda katika mkutano wa hali ya juu, where all umbrella bodies of Pentecostal churches in Kenya congregated together. Mkutano ya wale wa maaskofu wote wa kanisa la Kipentekoste walikuwa wamekusanyika. And we were addressing a topic, walikuwa wanaongea kuhusu kauli mbiu, persecuted church in Kenya. Ya kwamba kanisa ambalo limezulubishwa hapa Kenya. We saw documentation, waliweza kuona zile nakala, of people who have been persecuted for preaching Christ. Ya watu ambao wameteswa kwa kuhubiri Kristo. We saw documentation, waliona nakala, people thrown in jail because of preaching. Watu wametupwa gerezani sababu ya mahubiri. Hallelujah. Hallelujah. So sometimes you may pay. Ndipo wakati mwingine lazima ulipe gharama, if you are called upon to. Ikiwa umeweza kuitwa ili ufanye hivyo. Now quickly as I close. Na kwa haraka tunapomaliza. Spiritual appointments, mwito wa kiroho, often create a relational tension between people who love each other. Inatengeneza mahusiano mengine kati ya watu ambao wanapendana. In Matthew 10:36, write down. Mathayo 10:36 nakili chini. Jesus said, Yesu alisema, a man's enemies will be the members of his own household. Adui wa mtu atakuwa watu wa nyumba yake wenyewe. Many a times when you stand for the truth, wakati mwingi unaposimamia ukweli. Ndugu Odongo, unasikia hii? Ndugu Odongo, unanisikiza? Nisaidie ndugu Odongo asikie hii. You see, many a times, wakati mwingi you can be able to create enmity in your own family. Utakuwa na uwezo wa kutengeneza uadui ndani ya familia yako, because of the truth that you carry. Sababu ya ukweli ambayo unamiliki. Amen. Amina. And Jesus said sometimes a man's enemies will be the members of his own household. Yesu anasema wakati mwingine maadui wa mtu watakuwa wa nyumba yake. So spiritual appointments may often create relational tension. Kwa hivyo mwito wa kiroho wakati mwingine utaleta uhusiano ambayo sio mzuri. When God's call conflicts with the family expectations, wakati mwito wa Mungu unakinzana na matarajio ya familia, believers may face misunderstanding or opposition from their family. Waamini watapatana na kutoelewana kutoka katika jamii. So the main text of Luke 14:26, kwa hivyo ili somo Luka 14:26 does not command neglect or hostility towards your family. Hiyo haituamuru tuweze kuchukia jamii zetu.
But it does teach us lakini inatufundisha that obedience to Christ ya kwamba kutii kwa Kristo takes precedence when loyalties conflict. inagharimu wakati uaminifu hauelewani. For example, Kwa mfano, if my wife wants me to take her out, ikiwa mke wake anahitaji ampeleke pale nje kujivinjari, the time that we need to come and worship God, wakati ambao wanastahili kuja kuabudu Mungu, because of your loyalty to Christ, kwa sababu ya uaminifu wako kwa Kristo, amen, amina, you will contradict with the needs of your family. utaweza kutoelewana na mahitaji ya familia yako. So you have to teach your family and tell them, no, let us finish the service, then we can go. Lazima ufundishe jamii yako, acha tumalize ibada ndipo twende. And they will be willing to understand. Na watakuwa wanahitaji sana kuelewa. Bwana asifiwe. Praise God. This doctrine of cross, Hii injili ya msalaba, as recorded in the same book, Luke 14:26, jinsi ilivyonakiliwa katika Luka taking up 10:26, your cross to follow Jesus. uchukua msalaba wako ukimfuata Kristo, It is inseparable with the cross. hiyo haiwezi tenganishwa na msalaba. You cannot separate the gospel of the cross Hauwezi tenganisha injili ya msalaba and the spiritual appointment. na mwito wa kiroho. It is the same thing. Ni kitu tu kimoja. Carrying your cross Ukibeba msalaba wako in obedience kwa utiifu to spiritual appointment, kwa mwito wa kiroho, it is the same thing. ni kitu kimoja tu. The Christian pattern Hali ya Wakristo is calling before comfort. inaita, God will call you Mungu atakuita before you become comfortable. kabla wewe uweze kuwa katika mahali pako pa starehe. You must go through the cross Lazima upitie msalaba before you are crowned. kabla uweze kutuzwa. You must suffer Lazima uteseke for the sake of Christ kwa sababu ya Kristo before glory. kabla ya utukufu. You must die Lazima ufe before resurrection. kabla ya ufufuo. And this is what Jesus taught us. Hii ndiyo Yesu alitufundisha. He followed the path Aliweza kufuata njia of incarnation, ya being born in the flesh, ya kuweza kuzaliwa katika mwili, yet he was God. na vile vile alikuwa Mungu. He went through rejection, Alipitia kukataliwa, yet he was the Son of God. na lakini alikuwa mwana wa He Mungu. went through suffering, Alipitia mateso, yet he was not a sinner. na yeye hakuwa mtenda He dhambi. was crucified Alisulubishwa without sin. bila dhambi. He died Alikufa after crucifixion, baada ya but he kusulubishwa, resurrected. lakini alifufuka. He was exalted Aliweza kuinuliwa after resurrection. baada ya ufufuo. The disciples of Christ Mitume wa Kristo must follow lazima wafuate same pattern, huu mtindo, though not in the same redemptive sense of Christ, lakini hawatafuata vile vile Kristo but we alivyofanyiwa. must suffer. Lakini lazima tuteseke. Amen. Amina. So you must be willing. Lazima That ushaukie. is why prayer is important. Ndiposa maombi ni muhimu. People from outside, they could see you are suffering, Watu kutoka nje wataona ukiteseka, but you know what you are doing. lakini unajua kile You unafanya. are empowering your spiritual man. Unatia nguvu maisha yako ya kiroho. Hallelujah. Haleluya. On Friday we came here with the Reverend Siku ya Ijumaa walikuwa hapa na kasisi and Brian. We came early. na Brian, walikuja mapema. While we were here, Walipokuwa hapa, unasikia kitunguu cha. Sasa hiyo tumbo imeanguka kwa mgongo. For the benefit of my viewers, you cannot withstand the good sense of kitunguu. kwa ufahamu wa wale ambao The wanatazama kwenye onion mtandao, mixed with oil and tomato, my friend. kitunguu kiwa kimechanganywa I pamoja was na kneeling mafuta na here. nyanya. Alikuwa amepiga magoti pale. Cha, 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 cha. Hey, Harufu inakuja tamtam. ngoja jamani. But then at the end of the day, as you enter into the spiritual realm of prayer, Lakini mwisho wa siku unapoingia katika hali ya kiroho, you leave this place empowered, unatoka hapa kama umetiwa speaking nguvu, in new tongues, ukinena kwa lugha under mpya the anointing of the Holy Ghost. chini ya upako wa Roho Mtakatifu. So you must be willing to So die lazima ukiwa unashaukia kufariki, in order to receive the spiritual appointment. ndiposa upokee mwito wa kiroho. So before you do anything, Kabla ufanye you will chochote, ask yourself, utajiuliza,
Am I willing to surrender my personal ambitions? Je, ninashaukia kuachilia mipango yangu ya If binafsi, they conflict with God's calling? ikiwa itaweza kutoelewana na mwito wa Mungu? Is Christ my highest allegiance in my life? Je, Kristo ndiye ule mshawishi wangu mkuu kwa maisha yangu? Can I remain faithful if obedience leads to misunderstanding? Je, ninaweza salia mwaminifu ikiwa mambo yangu haitaelewana? Or even if I lose? Na hata kama nitapoteza, Or even if I suffer? na hata kama nitateseka, Can I as a believer remain faithful? je, kama muamini nitasalia mwaminifu? Ninawauliza hayo maswali. Asking you this question. You must ask yourself if you are going to receive spiritual appointment. Lazima ujiulize mwenyewe ikiwa utapokea mwito wa In kiroho. every little thing, brother, you do. Katika kila jambo ndogo unafanya, The kind of work you do. aina ya kazi ambayo wewe unafanya. One day on Sunday morning, I called him. Siku moja Jumapili asubuhi alimpigia. About 2 weeks ago. Karibu juma mbili zimepita. I don't know whether it is last Sunday or Last the Sunday. other one. Last Sunday. The other one. Yes. Early in the morning. Then he tells me, Pastor, Asubuhi na we mapema. have just been called Tumeitwa tu at the junction of Outer Ring Road and Thika Road. hapa katika barabara kuu ya Thika Road. Young people, quite a big number of them were stacked in one vehicle. Vijana wengi walikuwa wamebebana kwa gari moja. Early in the morning, Asubuhi na mapema they rammed into a lorry waliweza kugonga lori and they died. na wamefariki. Some of them are very badly injured. Wengine wameumia vibaya zaidi. I didn't even want to talk to him more. Hakutaka kuongea. I just said, go and try to save life. Alimwambia enda na ujaribu kuokoa maisha. If you do not be willing to die for Christ, Ikiwa wewe hauhitaji kufia Kristo, kuponda raha, nataka hii uipate vizuri. Kuponda raha will make you to lose. Enjoying life will cause you to lose. ukiburudika kwa maisha Did you itakusababisha hear me? upoteze. Magdalene, you heard me. Umenisikiza Magdalene? If you do not choose to die, Ikiwa hautachagua kukufa, die to self, jikufie mwenyewe, die to the lust of the eye, kufia tamaa ya die to macho, the lust of the flesh. kufie kutokana na tamaa ya mwili. Enjoying life Ukiiponda raha, will support you and escort you to die. itakufanya na kukuelekeza katika kifo. So desire to be appointed. Kwa hivyo shaukia kuweza kuitwa. Let us all rise up. Acha tusimame zote. Therefore Luke 14:26 teaches us Luka 14:26 inatufundisha that genuine discipleship, ya kwamba tusimame kwa jina la Yesu na waomba tu kwa roho ya upole, tusimame, tunataka tuombe pamoja. Genuine discipleship demands supreme devotion to Christ. Kwa mwanafunzi wa Kristo wa kweli unahitaji ukuu katika Kristo. You need to devote yourself fully. Unahitaji kujitoa kabisa kwa Kristo. In the context of spiritual appointments, Katika hali ya mwito wa kiroho, it means God's call may require you inamaanisha mwito wa Mungu unaweza kukuhitaji ama kushurutisha to relinquish your cherished relationships, kuweza kuachilia ile mahusiano yako ya hali ya juu, sometimes even your ambitions, wakati mwingine hata mahitaji yako and even your possessions. na hata vile vyote It ambavyo may unamiliki. require you to forsake your comfort, Inaweza kuhitaji utoke kwa starehe yako, and even in the very extreme circumstances, na katika hali ambayo ni ya kubana zaidi, you may even lose your life. unaweza poteza maisha yako. When your calling Wakati mwito wako conflicts with obedience to Christ. usipoelewana na utiifu kwa Kristo. Bwana asifiwe. Praise God. I remember when I became a pastor. Anakumbuka wakati alipofanyika mchungaji. Our people from our home, they had a chama. Watu kutoka kwao kule nyumbani walikuwa wanakutana mkutano fulani. Every Sunday, Kila Jumapili, twice or once a month. mara mbili au moja kwa mwezi. One day it goes to Dandora, another day to Madare, another day to Kibera, another day to Kaangware, another day to Mukuru Njenga, another day to Kangemi. Ndio. And on Sunday, I needed to be preaching. Na Jumapili anahitaji kuwa anahubiri. My calling Mwito wake conflicted uliweza kutoelewana with the interest of our people.
na mahitaji ya jamii yao. And finally they told me, Na mwisho wake walimwambia, wewe, when something will befall you, wakati kitu kitakupata, we will not raise funds for you. hatutakuchangia pesa. What they forgot, Kile wanasahau, where I go to teach, pale ambapo wanaenda I kufundisha, preach to people, anahubiria watu, very solid men and women. wake na waume walio imara. It conflicted. Haikuelewana. So I no longer go to any chama ya familia. Yeye haendi kwa vyovyote kwa You jamii. are my family. Sisi ni jamii yake. You are my chama. Sisi ni chama yake. For the sake of my obedience to my calling, Kwa niaba ya utiifu wa mwito wake, I no longer go to community chamas. yeye haendi katika vyama zile za Does jamii. it make sense to you? Je, inaleta Amen. amina? Does it make sense to you? Je, inaleta udhamana kwenu? Some of those chamas, Vyama zingine they play dance every Friday to Sunday. anacheza denzi kuanzia People bring 20 bob, 50 bob. watu wanaleta shilingi 20, shilingi But 50. here, Lakini hapa he will give 1,000. utapeana 1,000, He will give 2,000. utapeana 2,000, He will give another 3,000. atapeana 3,000. 10 people will give 30,000 Watu 10 watatoa 30,000 in one day. kwa siku moja. So which ones are better? Kwa hivyo ni wagani wazuri? But the devil is a liar. Lakini pepo ni mwongo. He will tell you must go to those chamas. Atakwambia lazima uende kwa vyama. Hallelujah. Haleluya. Praise be to the Lord. Bwana asifiwe. I close by telling you, Tunatamatisha na kuambia through discipleship wale ambao ni wafuasi to kamili spiritual appointment of a believer wa mwito wa kiroho kwa muamini, will demand itakushurutisha your supreme devotion to Christ. kujitoa kamili kwa Kristo. Losing, Ukipoteza sacrificing, na ukitoa dhabihu, suffering, kuteseka and dying na kukufa, are not presented hiyo hailetwi as goals in themselves, kama thibitisho kwa but wenyewe, as potential consequences lakini hayo tu ni matokeo of wholeheartedness of faithfulness unto God. ya ule mtu ambaye ako na moyo mkunjufu kwa Bwana. There are potential consequences Kuna matarajio ambayo sio of mazuri wholehearted ya moyo faithfulness ambayo uko na uaminifu uaminifu unto God. kwake Bwana. In other words, our calling Kwa maneno mengine, mwito wetu demands inatushurutisha wholeheartedly, moyo ambao unahitaji, whole faithfulness, kwa uaminifu willing to lose ambao unashaukia for the kupoteza sake of Christ. kwa sababu ya Kristo. You must be willing to sacrifice Lazima ushaukie by surrendering everything to Christ. kwa kusalimisha kila kitu kwa Kristo. Believers ultimately receive the greater life, Waamini kweli wanapata maisha makuu, that is life that is found in communion with Christ, maisha ambayo yanapatikana katika ushirikiano na and Kristo participation na kushiriki of his kingdom. ya ufalme wake. When you play this thing, Unapocheza kinanda, enda kwa mic check. Lead one stanza. Play this. ongoza wimbo moja. I finish by this. Tunamaliza kwa hii. Come on. Go. Come on. I surrender all to you. Yes, Lord. I surrender. Lift up your hands if you can. To you. I surrender, Lord. Everything I give to you. Yes, Lord, I surrender. Everything I give to you, I surrender. To you. I surrender. I all. surrender. All to you. I surrender. I surrender all unto you. Nasalimisha vyote kwako. When you begin to serve God, Unapoanza kutumikia Mungu, your Christian life demands that you surrender all unto Him. maisha yako ya kiroho inakushurutisha usalimishe vyote kwake. And the good report is Na habari njema ni hii, that the cross is not the end of the story. ya kwamba msalaba sio mwisho wa hadithi. When you die at the
cross of Calvary, unapofariki katika msalaba wa by Kalvari, dying to the lust of the flesh, kukufia tamaa ya mwili, dying to the lust of the eye, kukufia tamaa ya macho, dying to the pride of life, kufia kiburi cha maisha. it is not the end of the story, Hiyo sio mwisho wa but njia, rather it is the pathway lakini heri ni njia tu to kidogo resurrection. ya kufufuo. And every costly act of faithful obedience Na kila kitendo ambacho ni cha uaminifu that is framed by the hope of God ambayo kimeweza kuletwa na tumaini la Mungu unto ultimate redemption katika ukombozi wa kweli and glory everlasting, na utukufu wa milele, that we shall sing together ya kwamba tutaimba kwa pamoja with the elders in heaven, na sisi wote kule mbinguni, singing glory unto the Most High, tukiimba utukufu kwa yule aliye mkuu singing zaidi, glory unto the throne of God, tukiimba utukufu kwa kiti cha a enzi, desire to die shaukia kufariki unto self. kwako mwenyewe. One stanza and we close by prayer. As we sing, please Tunapoimba tafadhali ask God to help you, auliza Mungu akusaidie, that you may be called. ndipo ukaweze kuitwa. Your spiritual appointment shall come to pass Mwito wako wa kiroho utakuja kutimia according to the will of God kulingana na mapenzi ya Mungu in your personal life. kwa maisha yako binafsi. Lift up your hands if you can. Bless your Na name, O mikono God. juu kama unaweza. Halaboshela mamazai. Haleluya. I surrender all to you. I surrender all to you. Everything I give to you. Everything I give to you. I surrender. Inua mikono zako juu. Inua mikono zako juu, funga macho yako. Inua mikono zako, funga macho yako. Labda unataka kusarenda kwa Bwana, uko pale. Message hii Bwana amenena na wewe. Unaweza kuja ninapoomba. Unaweza kuja katika madhabahu haya. Unaweza kuja katika madhabahu haya, piga magoti hapa. Wacha tuombe pamoja na wewe, ya kwamba katika majira haya utaona Mungu katika maisha yako, katika jina la Yesu. Wakati wengine wote tunainua mikono zetu juu kwa Baba, wewe ambaye umesikia mwito wa injili ya message ya leo, unaweza kuja mbele za Bwana katika madhabahu haya. Unaweza mwambia Bwana, ninapeana yote katika mbele zako katika jina la Yesu. Inua mikono yako juu, funga macho yako katika jina la Yesu. Baba, tunajipeana. Baba, tunajipeana. Baba, tunajipeana. Baba, ninajipeana katika jina la Yesu. Ninaomba Jehova God, katika jina la Yesu, ya kwamba Baba, maisha yangu ninakupatia wewe, ninakupatia kanisa langu Baba, katika jina la Yesu. I pray right now. In a world filled with chaos and uncertainty, there is a beacon of hope shining bright, a place where faith takes form and where hearts unite in worship. Welcome, dear congregants and cherished community members, to the remarkable journey we are embarking upon together.
Buy a block for Christ. Get ready to be a part of something extraordinary as we weave together three powerful themes that resonate with our mission. Build a sanctuary, the Nehemiah strategy. Just as Nehemiah led his people to rebuild the walls of Jerusalem, we too are called to construct a sanctuary where souls find solace and spirits find strength. Our shared dedication mirrors Nehemiah's resilience and unwavering commitment. Each block we place is a testament of our faith, cornerstone in the foundation of our spiritual home. Buy a block for only 500 Kenya shillings. Yes, you have that right, 500 Kenya shillings. The price of a simple cup of coffee can contribute to the everlasting sanctuary we are building. Think about it. For the cost of a small meal, you can provide a safe haven for generations to come. Imagine the impact of thousands of blocks, each a testament to our unity and shared devotion. Invite friends, well-wishers, and donors. Our journey is not solitary. It's a collective endeavor that thrives when we stand together. We urge you to reach out to your friends, family, well-wishers, and donors, and invite them to join us in the sacred mission. Together, we can amplify our impact, spread our messages of faith, and turn this vision into a reality that will touch lives years to come. And now, dear friends, it's time for action. Let your passion for Christ transform into tangible steps. Don't pay cash. Send your contribution to our bank account. Send your generous contribution to our dedicated cooperative bank account through our pay bill number 400 200. Our account number 011 289 405 35601. Remember, each block you buy is a symbol of your unwavering faith and commitment. Every block holds the promise of a stronger community, a sanctuary of love and worship. Join us hand in hand, block by block, in this divine endeavor. Let's make history together for Christ and His everlasting home. Thank you for answering the call and being part of Buy a Block for Christ. Together we build, together we uplift. Together we create a sanctuary for the ages. Revival Apostolic Church, House of Excellence, City of Revival. Impact a life forever. Be a vessel of God's love. Bring 2 souls, save a life. Your faith in action can change someone's eternity. Proverbs 11:30 reminds us that winning soul is true wisdom. Share the good news and witness the transformation firsthand. Join us in the life-changing campaign to bring souls to Christ. Together, let's be wise and bear the fruits of righteousness. Our efforts can be the tree of life for someone in need. Every soul counts. Make a difference by sharing your faith. Step out in faith and lead others to the path of salvation. As we bring souls to Christ, we become instruments of His grace. Let's bring hope, redemption, and salvation to those in darkness. Join us in the mission of love as we bring souls for Christ and save a life.